Shalom, karibu tuendelee sehemu ya pili. Na tumeona sehemu ya kwanza, tumejifunza Mungu ni nafsi, ya kwamba mwanadamu aliumbwa kwa mfano na sura ya Mungu. Kwa mfano na sura ya Mungu, tukasema mfano wa Mungu ni nafsi yake. Tukasema nafsi ni mkusanyiko wa mawazo mengi pamoja. Nafsi ni fikra. Ya? Sasa tukaona maandiko yanasema mawazo ya Mungu ni mengi kama mchanga, yani fikra zake ni nyingi kama mchanga hazihesabiki. Ukisoma Zaburi ya 139 mstari ule wa 17 na 18, anasema Mungu, fikra zako zina thamani nyingi sana kwangu, kama ningelizihesabu ni nyingi kupita mchanga. Sasa hasemi mchanga upi, sio mchanga wa Tanzania, sio mchanga wa Mwanza au wa Dar es Salaam au Tanzania au Kenya au Afrika. Mchanga wa dunia nzima bado hauwezi kufikia fikra za Mungu. Kwa unaweza kaona jinsi ulivyo fikra za Mungu zilivyo nyingi, na mwanadamu ni mwingi kwa sababu ni kopi ya nafsi ya Mungu. Mwanadamu ni mwingi mno, na kila wazo lina uhuru wake kiutashi, aliingiliwi na wazo lingine. Kwa mwanadamu ni mwingi. Lakini tukasema sasa sura, tulikuwa kwenye kujadili habari ya sura. Tukasema sura ya Mungu ni mkubwa mno kiasi kwamba yeye anaonekanaje nje, kwa sababu vyote viko ndani yake. Sisi wote tuko ndani yake, yani vyote vimetoka ndani yake. Kwa hiyo vyote viko ndani yake. Sasa kama vyote viko ndani yake kwenye fikra yake, vinaonekanaje nje? Yani yeye hivyo vitu, yeye ambaye ndiye anaviwaza vyote, anawezaje kuonekana nje wakati vyote vimo ndani? Yani viumbwa vyote vinatoka ndani yake. Sasa yeye anawezaje kuonekana nje? Ndo akajitengeneza yeye. Nimekwambia nafsi haikai bila mwili. Kwa hiyo Mungu pia kwenye ulimwengu wake ni nafsi ambayo ina mwili. Huo mwili kwenye ulimwengu wa Mungu ndio roho. Taratibu unaanza kustuka. Nimekwambia tutaona mambo ambayo sikio halijapata kusikia, jicho halijapata kuona, kwa sababu tunaendelea kutumia ufahamu mwema, ufahamu wa Christ intelligence kuyafungua haya. Taratibu utaona makubwa zaidi. Twende tu. Kubali kujifunza. Acha kubisha kwanza, fika mwisho, alafu utaona maana. Tumesema yeye ambaye ni mkubwa vile anayo sura, anayo umbo la nje. Sasa anaonekanaje nje kwa viumbwa vyake? Viumbwa vyake vitamuonaje? Vile alivyo viumba vitainteract naye vipi? Vitamuonaje? Ataonekanaje kwa hivyo viumbwa? Kwa Mungu akajifinya katika udogo, yani aweze kuonekana na viumbwa vyake, ndio akatengeneza sura ya mwanadamu. Kwa sababu Mungu ni mkubwa mno. Kama unafikiri Mungu ni mkubwa kwa mtazamo wa dunia tu hapa, mtazamo wa sayari, naomba nikutafakarishe hiki, nikuonyeshe ukuu wa Mungu na ukubwa wake, halafu turudi tuendelee. Karibu twende. Mungu aliumba dunia. Dunia ni sehemu ya mfumo wa jua, solar system. Solar system ya mfumo wa jua ni sehemu ya galaxy. Yani galaxy tuliopo sisi, ambayo ndani yake kuna mfumo wa jua huu, ambao huu mfumo wetu wa jua una sayari 8, na wamesema wamegundua ya 9. Basi twende na hizo 8 ambazo zinajulikana, ambayo moja wao hiyo sayari ni dunia. Dunia ni moja kati ya sayari 8 ambazo zipo kwenye mfumo wa jua, solar system. Hii solar system ni sehemu ya galaxy, ambayo galaxy yetu inaitwa Milky Way Galaxy, ambayo hiyo Milky Way Galaxy ya kwetu ambayo ipo dunia ina mifumo ya jua ipatayo milioni 400, inakadiriwa kufika milioni 400. Lakini ziko galaxy zingine ambazo zina mifumo ya jua ambayo ni mabilioni, hundreds of billions of solar system. Yani ina mifumo ya jua 1, 2, 3 inafika milioni 400 kama ya kwetu, lakini inavuka, inafika bilioni 1 mpaka bilioni zinafika mamia. Ziko angani huko. Lakini hizi galaxy sasa, hizi galaxy ni sehemu ya local group. Local group inaaminika kwamba ni galaxy zipatazo 80 ndio zinaunda local group moja. Lakini hiyo local group ni sehemu ya Lanikea. Yani Lanikea ni mkusanyiko wa galaxy 100,000. Yani galaxy 100,000 ndio zinaunda Lanikea. Na galaxy moja ina mifumo ya jua bilioni na mabilioni. Mifumo ya jua kama hii ambayo tunao sisi wa kwetu, huu solar system tulionayo sisi ya kwetu. Sasa hii dunia sehemu ya mfumo wa jua, mfumo wa jua sehemu ya galaxy, na galaxy ni sehemu ya local group. Local group ni sehemu ya Lanikea.
Lanikea ni sehemu ya ulimwengu au universe. Universe ni sehemu ya wakati. Napenda kutumia wakati na sio muda au time. Hapa nitatumia zaidi neno wakati, kwa sababu muda na time au time vina tafsiri nyingine kidogo ambayo tutakwenda kuiona mbele ya safari. Lakini hapa nitatumia neno wakati zaidi. Yani uliumbwa wakati, ndipo ukawekwa ulimwengu. Alafu ulimwengu ni sehemu ya wakati, alafu wakati ni sehemu ya umilele, yani forever au everlasting. Alafu umilele uko ndani ya Mungu. Sasa angalia Mungu alivyo mkubwa. Mungu aliumba umilele, ndani ya umilele akaweka wakati, ndani ya wakati akaweka ulimwengu, ndani ya ulimwengu ikawekwa Lanikea, ndani ya Lanikea ikawekwa local group, ndani ya local group ikawekwa galaxy, ndani ya galaxy ikawekwa mfumo wa jua, ndani ya mfumo wa jua mmojawapo ndio ikawekwa dunia. Kwa Mungu yuko nje ya viumbwa. Tafsiri pekee manake Mungu yuko nje ya hivi vyote. Hasa mwanadamu aliumbwa aishi milele. Mwanadamu aliumbwa aishi milele akiinteract na Mungu. Yani awe milele kama sehemu ya viungo vya Mungu. Awe sehemu ya viungo vya Mungu milele, aishi milele akiwa kwenye ushirika na Mungu, akiinteract na Mungu. Kwa mwanadamu aishi milele. Mwanadamu aliumbwa, alichaguliwa kabla ya wakati, kabla ya kuwako misingi ya ulimwengu. Ndiko mwanadamu anapatikana, kabla ya misingi ya ulimwengu, kabla ya wakati, kwenye umilele ndipo mwanadamu alikusudiwa aishi milele. Kwa anaposema katika ile Yohana 17 kuanzia mstari wa 23 pale, anaposema utukufu ulionipa nimewapa, afa anaendelea mbele anasema Baba ulionipa nataka wawe nami popote nitakapokuwa. Manake yeye yuko huku, Kristo yuko huku. Kwa hiyo ina maana hii yote ni mitaa yake. Hizi galaxy, Lanikea, sijui solar system, Pluto uko wapi, yote hii ni mitaa yake. Kwa hiyo yuko huku. Kwa kama uko naye popote alipo, ina maana wewe muamini hizi galaxy, hizi local group, hizi Lanikea, hizi ulimwengu wote ni mitaa yako ya kutembea, kwa sababu yeye alipo wewe upo. Yeye yuko nje ya viumbwa. Kuna wewe uko nje ya viumbwa, kwa sababu yeye alipo wewe upo. Baba ulionipa wawe nami popote nilipo. Kwa popote alipo Yesu wewe upo. Kwa uko nje ya viumbwa pia. Sasa nikutafakarisha kidogo. Fikiria wewe mtu ambaye unasema unamwamini Kristo, umeokoka, alafu unaogopa uchawi. Uchawi uko hapa duniani. Haufiki hata Mars, haufiki hata Jupiter. Yani hauvuki. Ni taaluma kama udaktari, kama unesi, ni taaluma kama udreva, inavyofanya kazi hapa tu kwenye dunia. Haivuki hata kwenda Jupiter au kwenda Mars, haivuki. Sasa wewe ambaye umemwamini Kristo, uko nje ya hii mifumo, uko nje ya hivyo viumbo, alafu unaogopa uchawi. Ndugu yangu, ni ujinga wa kiwango cha standard gauge. Kwa sababu mchawi ni kataaluma kadogo sana, kanakokomea hapa duniani. Hakafiki hata Mars, hapo wachawi hawafiki. Hata Jupiter wachawi hawaijui. Hebu tafakari. Wewe uko nje ya hivyo vyote, mwana wa Baba. Hebu fikiria sasa. Mungu aliye mkubwa kwa kiwango hiki alijifanya kuwa mdogo, alijitengeneza Mungu mdogo kwa sura, yani kwa muonekano, ili viumbwa vipate kumuona. Ndio maana akaja kujiweka hapa, ili kutokea hapa ainteract na vyote, akiishi milele kwa huyu kiumbe mdogo ambaye ataishi milele ndani yake, akiinteract naye, akiwa sehemu ya viungo vyake, ambaye huyu kiumbe amechaguliwa kabla ya wakati, kabla ya kuwako misingi ya ulimwengu. Kwa hiyo hii yote ni mitaa yako, mwana wa Baba, yote hii. Kwa hiyo usijichukulie katika sura ndogo, usijichukulie katika udogo. Yani unajitazama katika hapa tu duniani, unahangaishwa na mifumo iliyoko hapa duniani, mifumo ambayo haivuki hata kwenda Mars, haivuki hata kwenda Jupiter. Ni mifumo midogo sana, mwana wa Baba. Kwa hiyo nikusii sasa, angalia hivyo ulivyoviona ni ukubwa wa Mungu. Na wewe umekuwa yeye, yani unapomwamini unakuwa yeye. Hebu fikiria sasa, wewe una ukubwa wa kiasi gani? Fikra za Mungu. Sasa kumbuka, hivi ulivyoviona sio Mungu, sio kwamba fikra za Mungu zinakomea hapo. Hivi ni vile ambavyo unavifahamu kwa fikra zako bado. Sasa yeye ndiye ameziumba hizo fikra zinazofahamu hizo. Kwa hiyo ni mkubwa kuliko hata hizo fikra zinazofahamu hizo. Ni mkubwa kuliko hata hizo ni fikra unazofahamu. Yeye ni mkubwa kuliko hata hizo fikra, mwana wa Baba. Hebu fikiria, Mungu ni mkubwa kiasi gani, lakini alifinyanga wewe upate kuonekana. Tuendelee sehemu ya 3.